اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، هو وعلى آله وأصحابه ومن سار بهداه إلى يوم الدين. يقول مولى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فاتقوا الله وأطيعوه فلا تغتروا بدنياكم فإنكم مفارقوها إلى أخراكم. عباد الله، بعدكم مهميدي نكم شكور الله سبحانه وتعالى. تستك صلاة سلام زمويندين بورا منبي متمويت محمد صلى الله عليه وسلم. ينا أهلي كرام نسابازنا وتي وإسلام وزوري ناستموم الله سبحانه تويكي miongoni mwa Uislamu wazuri. Islam, ama unwani ya hutuba yetu ya leo, tunaitembelea ibada kubwa miongoni mwa ibada ambazo zinampelekea mwanadamu kupata msamaha wake Allah subhanahu wa ta'ala, miongoni mwa ibada ambazo zinampelekea mwanadamu kupata cheo mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala, miongoni mwa ibada ambazo zinampelekea mwanadamu kufungukiwa na maisha, kufungukiwa na riziki, kufungukiwa na mambo yake, lakini imesahaulika leo na inafanywa labda na baadhi ya watu, lakini inafanywa kwa upuuzi. Na haya yote ameyatabiri Allah subhanahu wa ta'ala na akayabashiria na kutuelekeza ni vipi tuitumie ibada hiyo na ni kiasi gani tuitekeleze ibada hiyo. Waislamu, fahiya sadaqa, na ni ibada ya sadaqa, watu kujitolea kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala, watu kujitolea katika njia yake Allah subhanahu wa ta'ala, watu kuisimamia dini. Ibada hii Waislamu imeanza kuonekana ni ngumu kwa waja, imeanza kuonekana ni kero kwa waja, imeanza kuonekana haina nafasi tena katika umma, lakini ni ibada ambayo ameielewa waliotangulia, akawainua daraja Allah subhanahu wa ta'ala, akatoa sifa zao Allah ndani ya kitabu kitukufu, zitazungumzwa ila taqumu saa, itazungumzwa maneno yao hao, zitazungumzwa sifa zao hao walioishi vizuri na ibada hiyo, hatta taqumu saa, hadi kitaposimama kiyama. Yanazungumziwa walioyafanya hayo, walifanya mazuri Waislamu kwa kuishi vizuri na ibada hiyo. Lakini la kusikitisha ni kwamba mwanadamu ajiulizi ibada hiyo ni ya manufaa tu na Allah, ananufaika nayo Allah? Hapana, Muislamu aliiweka Allah ili unufaike nayo wewe mwenye nayo. Allah anatoa mifano ndani ya surati al-Baqara, anatoa mifano mizuri Allah. Baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, anasema Allah: mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat 7 sanabila fi kulli sumbulatin 100 habba. Allah anatoa mfano
wa wale ambao mathalul ladhina yunfiquna fi sabilillah kamathali habatin, mfano wa wale ambao wanatoa mali zao, wale ambao wanatoa pesa zao, wale ambao wanatoa vya kwao katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kamathali habba, ni mfano wa mtu aliyejiwekea punje, ambatat 7 sanabila fi kulli sumbulatin 100 habba. Anatoa mfano huyu Allah subhanahu wa ta'ala, ni mfano wa mtu aliyeotesha punje katika ardhi, kisha punje hiyo ikatoa matawi 7, na katika kila tawi ziko punje 100. Katika kila tawi ziko punje 100. Muislamu, hisabia hilo, ni 700 utapata kwa kutoa kimoja kwa Allah, kujitolea katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Vinatupa ujira hiyo, wallahu yudhaifu liman yasha, na Allah anampa zaidi ya hapo anayemtaka. Allah anampa zaidi ya hapo anayempenda Allah, anayemkusudia peke yake Allah anampa zaidi ya hapo. Lakini sote ambao tutatoka katika njia yake Allah tunapata mfano wa 700 katika yale anayotuandikia Allah subhanahu wa ta'ala, kujitolea tu katika njia yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu wasi'un alim, na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kujiweza. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye wasaa, ana uwezo wa kufanya lolote, na ni mwenye kujua kila tunalolitekeleza mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Uko wapi Abdullah, ambao tunaishi na mali kana kwamba ni za kwetu, tunazitumia kadri na zinavyotaka nafsi zetu, tumeacha maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, tumeacha maamrisho ya Mtume Muhammadun sallallahu alayhi wasallama, na leo kila mmoja anaishi na pesa zake, anaishi na mali zake kadri anavyotaka yeye peke yake katika nafsi yake. Anaendelea Allah anatunadia subhana, wa mathalul ladhina yunfiquna amwalahum ibtighaa mardati Allah, na mfano wa wale ambao wanatoa mali zao kwa kutarajia ridhaa za Allah, wanapambania dini ya Allah kwa kutarajia kupata ridhaa zake Allah subhanahu wa ta'ala, wa tathbitan min anfusihim, na kuziweka thabiti nafsi zao. Wanatoa mali, wanatoa walivyo navyo katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuzitaraji ridhaa za Allah na kuziimarisha nafsi zao. Ni haki kwamba sadaka inamfanya mtu aache maasi, ni haki kwamba sadaka inamjongeza mtu kwa Allah. Wa tathbitan min anfusihim, na kuzithibitisha nafsi zao. Wanatoa sadaka ili Allah waachishe maovu wanayoyafanya, wanatoa sadaka ili Allah wajongeze mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hao Allah anaendelea anatoa mifano, kamathali janna, ni mfano wa bustani wa Islam, birabwatin asabaha wabilun, ni kama bustani, shamba ambalo limeikaa juu, shamba ambalo limeinuka likapata mvua nyingi. Kwa kuwa liko juu, halikubaki chini. Hilo ni sawa na mfano wa shamba. Mtu ambaye analima anaelewa hilo. Shamba limeinuka zaidi, likawa ni lenye kupata mvua iliyokuwa nyingi, likatoa matunda zaidi katika yale aliyokuwa anatarajia, likatoa matunda mengi kuliko yale aliyotarajia. Faatat ukulaha dhi'fain, akapata matunda zaidi, akapata mimea, mazao zaidi ya yale aliyokuwa anakusudia. Fa in lam yusibha wabilun fa'dall, na hata kama shamba hilo alikupata mimea, alikupata mvua iliyokuwa kali, iliyokuwa nyingi, hata manyunyu yakatosha. Hata manyunyu, Waislamu, mvua ndogo ndogo hii ikaifanya shamba hilo kuwa imara na kutoa matunda. Huu ni mfano anaotoa Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ni mfano anatupigia Mwenyezi Mungu kwa yale ambayo tunayatoa kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu bima ta'maluna basir, na Allah kwa yale mnayoyatenda Waislamu anayafahamu.
Allah tunayoyampa na yaona, tunayojitongeza kwayo kwake Allah anafahamu. Allah ni mjuzi wa kila jambo, lakini ndio huyo anakuambia mfano wa sadaka utakayoitoka kwa ajili ya kujipendekeza kwa Allah na kwa ajili ya kuimarisha nafsi yako ndani ya dini. Hiyo ni sawasawa na shamba lililoinuka, shamba lililokuwa juu, ambalo likipata mvua linatoa mazao mengi, na hata likikosa mvua bado linapata mazao. Kwa ajili tu ina umuhimu hilo, ina umuhimu sadaka wa Islam. Lakini tutaziona unwani tofauti za sadaka na zingine ambazo tumezitupa katika zama zetu leo. Sadaqat wa Islam sio zile tu ambazo tunatoa ndani ya misikiti, sehemu tofauti zinazojengwa, sehemu tofauti za kheri, la. Lakini sadaka si tu katika uchumi. Sadaka ni mlango mpana wa ibada ambao tumeutupa leo ummati Muhammad. As-sadaqa, akatunadia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama, tabassumu inda wajhu ahuqa sadaqa. Utabasamu wewe ambaye labda hauna mali, hauna cha kumpa Allah katika uwezo, lakini tabassumu, kutabasam, kuwa na sura ya bashasha mbele ya uso wa ndugu yako Muislamu ni sadaka. Haujaambiwa kununa ndio dini, kila wakati umenuna hauna nuru. Hata kutabasamu mbele ya uso wa ndugu yako Muislamu ni sadaka. Leo tunatabasamu mbele ya wanawake wasiokuwa maharimu wetu, wasiokuwa halali kwetu. Unacheka hadi gego linaonekana, unaitengeneza tabasumu, lakini mbele ya ndugu yako umeikaza uso. Umekosa sadaka, umekosa kujitolea lile ambalo ni bora mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wal kalimatu tayyibatun sadaqa, hata maneno mazuri utakayomzungumzisha ndugu yako ni sadaka. Hii amekuwekea nayo kama ujira. Ukikosa huku usikosi huku. Huu ndio Uislamu ulituwekea sadaka, na Allah subhanahu wa ta'ala akaja kuyasahihisha maneno ya mtume Muhammad. Allah kanadi akasema, alam tara kaifa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatin kashajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis samaa tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idhni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Allah subhanahu wa ta'ala anauleta mfano wa maneno mazuri. Alam tara, haukuona wewe mwanadamu, kaifa daraba Allahu mathalan, alivyopiga mfano Mola wako, kalimatan, kwa neno lizuri, tayyibatan, neno lizuri, kashajaratin tayyiba, ni kama mti uliokuwa sabiti, mti mzuri, asluha thabitun, mizizi yake imekaa imara, wa far'uha fis samaa, na matawi yake yamepanda vizuri mbinguni, tu'ti ukulaha kulla hinin biidhni rabbiha, inatoa matunda kila siku, kila wakati inatoa matunda mazuri, kila mmoja ananufaika nayo hayo. Wa yadhribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Anatoa mifano hii kwetu sisi wanadamu Allah, ili wenye akili waweze kufakiri, wenye akili watafakuri, wafanye yale ambayo yanaamrishwa na dini wa Uislamu. Leo maneno mabaya midomoni mwetu ndio yamejaa, husda na chuki, kutegeana mitego ya uadui, maneno ya kusuluhisha hakuna, maneno ya kutengeneza tena hakuna, maneno ya kumfurahisha mtu, kumtoa kwenye huzuni hakuna tena. Na hii ni sadaka kwa wewe ambaye hauna cha kutoa. Toa hata maneno mazuri. Hauna cha kutoa, toa tabassumu mbele ya ndugu yako Muislamu. Lakini sadakati hizo Waislamu hapa tumefeli. Sadakati hizo hazianzi nje, hazianzi na watu wa nje, zinaanza kwetu ndani, zinaanza na ahli zetu, watu zetu, wake zetu na banati zetu, watoto zetu ndani ya majumba yetu. Tunaishi vipi sisi Waislamu? Anadi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Mbora wenu nyie Waislamu ni mbora wenu nyie kwa watu zake, na mimi ni mbora kwenu kwa watu zangu.
Hawezi kuwa mzuri wa kutoa nje na huku ndani njaa imekithiri. Hawezi kuwa mzuri wa maneno nje na maneno ndani ni mabovu. Hawezi kuwa mwingi wa tabasamu nje na huku ndani ni mwenye kununa. Haya yote ya sadakati yanaanzia ndani. Ndio akatuletea hadithi Imam Muslim rahimahullahu ta'ala alayhi, wa fi rawahu Muslim qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqaba wa dinarun tasaddaqa bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik أعظمها أجرا من أنفقته على أهلك. حديث alipokea Imam Muslim, anasema Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, pesa ambayo mtu ataitoa katika njia ya Allah, pesa ambayo mtu ataitoa sadaka kwa ajili ya Allah, ima pesa ambayo mtu ataitoa kwa kumkomboa mtumwa. Mtu alikuwa ni mtumwa, wameenda kumkomboa kama walivyomkomboa Bilal ibn Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Pesa iliyotumika kumkomboa Bilali kama mtumwa, ama wengine kama watumwa. Na pesa ambayo mtu ataitoa sadaka kuwapa maskini, na pesa ambayo mtu ataitoa kwa watu zake nyumbani. A'dhamuha ajra man alladhi anfaqtahu ala ahlik. Iliyokuwa bora Muislamu, sadaka bora ni ile ambayo uliwapa watu wako wa nyumbani. Watu wa nyumbani ni mke na watoto, si familia kwa ujumla, la. Ahli katika lugha ni mke na watoto unaomiliki ndani ya nyumba. Hawa ni bora zaidi kuwapa ulichonacho. Tunaishi nao leo haja Waislamu. Leo tunakula mjini katika mahoteli tofauti. Nyumbani uliacha 5,000, unamwambia mama watoto wajiandae hivyo hivyo, jikaze hivyo hivyo. Hali ni ngumu. Mjini unakula 20,000, unakula 50, nyumbani umeacha 10,000. Kwa maana maisha ni magumu. Lakini hao ndio walikuwa na haki zaidi ya kupewa kuliko kuja kutumia mjini. Hamjakataza na sheria kula sehemu yoyote Waislamu, lakini usili kile ambacho kiko zaidi ya kile ulichokiacha nyumbani. Kula sawa ansawia, kula sawa na wao. Uliwaachia wanachokiridhia. Ni dagaa ndizo walizoridhia. Umekuja na umekula unachokiridhia, sawa. Sio umekuja kula nyama choma mjini, nyumbani umwachia mikumi na ugali wa nyange. Vumilia hivyo, maisha ni magumu. Tunawaonea wake zetu, tunaonea familia zetu, na hiyo ndo sadaka bora. A'dhamuha ajra man anfaqtahu ala ahlik. Iliyokuwa bora sadaka ni ile uliyoacha nyumbani Muislamu. Ukiona wewe kila ukitoka umeacha mambo sawa nyumbani, ukaja ukapambana na karanga na mtewe, hani Allah, pongezi kwako wewe, unafanya la muhimu. Andaa nyumbani urudi ule sawa. Wengi hatuli tena majumbani, tumeshiba mjini, hoteli zimetupa vitu tunavyovitaka, nyumbani havitoshi tena. Tumeanza kuyatukana mapishi ya kina mama, kumbe rasioni ndogo. Kwa nini hatuemelei wake zetu Waislamu? Na hii ni sadaka iliyokuwa kubwa kuliko sadaka ya kutoa msikitini. Acha unayowapa wasiofaa kuiwapa. Umeikana marafiki ili wakusifu, ili wakupe cheo, wakuone ni bora. Unahudumia zaidi ya laki kwa siku, lakini nyumbani 10,000 haibadiliki, 5,000 haibadiliki. Utaulizwa Abdallah, utaulizwa na Mola, kwa kuwa unawadhulumu wale ambao Uislamu ulikuambia sadaka bora inaanzia kwao. Waja wa Allah, tuitumie ibada hii kama ibada kubwa iliyokuja ndani ya Uislamu. Tutakapoiacha ibada hii Waislamu, tumeanza kuipuuzia leo. Ukiambiwa jambo lolote la dini haukosi hoja. Kila utakaloambiwa na kumtumikia Allah kunako uwezo wako haukosi hoja, lakini ya upuuzi kila wakati tuko namba moja. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam huwa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Islam, anadi Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard wa la
تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذين منهم. Allah subhanahu wa ta'ala ananadi, anatuambia ndani ya Qur'an, enyi mlioamini, toeni vizuri katika vile alivyokupeni Allah. Toeni vizuri katika vile Allah subhanahu wa ta'ala alivyokupeni na katika vile ambavyo amekutoleeni katika ardhi Allah mtukufu. Na wala ili ni katazo ambalo ndio tunaloishi nalo leo, na wala msitoi vile ambavyo hata nyie mkipewa mwezi mkavikubali, na wala msitoi vile ambavyo hata nyie mkipewa hamtovikubali kuvichukua, isipokuwa mtakuwa mmevifungia macho. Mfano huu Allah subhanahu wa ta'ala anatutolea mimi na wewe, ambao leo ikiomba sadaka hautoi zaidi ya ile noti ambayo unaiona haivurugi chochote katika mfuko wako. Haya ndio maisha tunaishi nayo leo. Haya ndio maisha tunaishi nayo leo Waislamu. Misikitini tunatoa 100 na tuna 500 ndani ya mfuko. Unatoa 1000 na una milioni ndani ya mfuko. Hautoi tena yale ambayo anataka Allah subhanahu wa ta'ala. Unatoa kile ambacho hata wewe ukikipewa na mtu labda kitaleta uadui. Mifano yuko wazi. Umemwona ndugu yako, umemkusudia, huyu ndo ataninufaisha, huyu atanisaidia rasio ya leo, huyu namuona ni sawa, ulimwambia aibu zako, umempiga mkuki kwa lugha ya mjini, kisha anatoka katika mfuko anakupa 2000. Samahani, leo hali ni ngumu, angalia unywe maji ya baridi kwanza, kisha uendelee kutafuta. Utamuona aje huyu? Utamchukulia aje huyu? Utamuona afai na utamtukana mbele ya watu. Ni angalau angekwambia sina, ukatafutia kwingine, lakini unajua una matatizo. Ulimwambia watoto wamefukuzwa shule, mke anaumwa hospitali, njaa nyumbani inauma, na unamuona anamiliki, kisha anagusa kwenye mfuko, anahesabu 2-3, anapekua 2000 anakupa. Utamsifu wewe? Utamfurahia? Bali utamchukia na utamtangaza vibaya. Ndio Allah anakupa mfano huo. Usiji kwa Allah ukatoa kile ambacho hata wewe ukipewa hautokipokea, isipokuwa labda umefunga macho, labda ukiona ni ngapi, labda umefunganishwa nacho katika giza, ukifungua roho inauma, na umepewa chenye ulikuwa hauna, lakini roho itauma. Haya ndio anakukumbusha Allah. Sadaka sio kile ambacho tumeona hakina kazi tena, na mwingine ana noti ya kuchanika, hana pa kuipeleka sokoni, hawatoipokea popote pale, acha nikatupe msikitini. Abdullah, fattakullah, tumche Allah subhanahu wa ta'ala. Liyunfiqu dhu sa'atin min sa'a, kila mtu atoe kadri na kile alichopewa na Allah. Waman qadira alayhi rizquhu falyunfiqu mimma ataahu Allah, na ule ambaye riziki yake ni finyo ndo atoe sawa na kile Allah alichompa. Sio wewe Muislamu una aibu, unakuja msikitini unaacha 1000, una milioni haina mpango. Akipiga simu anayepiga utatuma 500 bila kuangalia pembeni. Akipiga simu anayepiga utaomba na msamaha kutuma nyingi. Tunawahonga nyingi. Mtu anamtengenezea mwanamke nyumba kwa kuwa tu amemzini, labda kambebesha mimba, kamharibia afya, labda tafanya aje, namtengea nyumba, lakini msikitini unatoa 1000. Allah anaendelea anasema, ash-shaytan ya'idukumul faqara, ya shaytanu ya'idukumul faqara wa ya'murukum bil fahsha. Mfano wa pesa hii iliyoshirikana, Allah anaiambatanisha na shetani. Shetani anakuonesha ukitoka katika njia ya Allah utahomba wewe, unatoa nyingi. Wa ya'murukum bil fahsha, kisha huyo shetani ndio anakuamrisheni maovu. Kwenye kuhonga usijali, toa. Kwenye kuharibu usijali, kwenye dini hapo utaomba, hapa watakula, lakini malaya anakula haujali. Leo mipira inatula pesa hatujali. Mtu yuko tayari kununua jezi ya Arsenal na Manchester, ya Barcelona na Real, ya Simba na Yanga, iwe gharama iwepo atatoa, kwa kuwa nafsi imependa hiyo, nafsi imependa hayo. Lakini ukiambiwa msikitini fanya hili, unaanza watakula, lakini hizi nyingi tutachanga, tuko wengi. Hiyo mipira inakusaidia ni nini Waislamu? Leo tunagharimu mengi, tunapoteza pesa nyingi katika haramu. Ash-shaytanu ya'idukumul faqra, shaytani anakuonesheni mkitoa katika njia ya Allah
ni ufakiri mnaomba. Wa ya'murukum bil fahsha, na anakuamrisheni maovu. Toka katika njia ovu. Salama, nafsi imekubali. Ukihonga nafsi inafurahi, ataona kama mimi ni sawa. Ukiwapa wanaokusifu unaona ni sawa, watanitangaza kama mimi ni tajiri. Ukitoa kwenye mipira na kwinginepo, ni nani sawa, wananifurahisha nafsi yangu. Na mwingine anatia na walima, anaitisha watu waje wajumuike wale kwa sababu timu fulani imefunga. Hizi pesa tutaulizwa na Allah. Hizi pesa Waislamu ungezitoa katika njia ya Allah, kama thali habatin ambatat, ni sawa sawa na mbegu uliyoipanda katika ardhi ya Allah. Kwa kutoa tu sadaka katika njia ya Allah ulikuwa ulipata hayo, lakini leo tunayapeleka tunapotaka. Nyumba za Allah zinalia, zinapiga kelele. Tunatoa ni kina nani na tunatoa ngapi na tunamiliki ngapi Waislamu, ambazo tunazitoa kwenye upuuzi? Hapana za matumizi ambazo ni haki, tunazozitoa kwenye upuuzi na tunazozimpa Allah. Kila mmoja anafahamu tunatoa mangapi katika njia ya Allah, na upuuzi umetuchukua mangapi. Yanapanda mabega leo, unapanda nayo utayaacha. Nao kuwekea 30 utapanda nayo, lakini ukiomba kuna gharama imezidi katika nyumba za Allah, unaanza kuleta fikra wapunguze haya walete haya. Waislamu tunautupa mwelekeo, tunaiacha njia ya Allah ambayo hatutairejelea baada ya kuwa wakati umefika. Anakumbusha Allah subhanahu wa ta'ala, وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. وأنفقوا، نكيلا في الله سبحانه وتعالى anatuamuru kutoa, anatuamuru baada ya kutuonesha ni yeye ndio aliyetupa. وأنفقوا مما رزقناكم, na mtoe katika vile tulivyokupeni. min qabli an ya'ti ahadakumul maut, kabla mmoja wenu hajafikiwa na umauti. Waislamu, kabla mmoja wenu muda wake haujafika, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Atalia mwanadamu, laula, Mola wangu, walau ungenichelewesha kwa muda mdogo, walau ungenipa muda wa ziada. Faman fa asaddaqa wa akum min as-salihin, nende nikatoe sasa nikakupe Allah. Na wanakulilia kwenye kilio, wale walikuja na haramu uliowanunulia, wanakulilia kwenye kilio uliowanunulia pombe kwenye kabare. Hao ndio wamejaa, wanakusifu kwa wale ulioyafanya, na huku unamuomba Allah kurudisha ufanye kheri. Wanakusifu kwa munkarat, maovu ulioyaacha unayatekeleza, yalifanya wakupende kwa maovu, na huku unalia na Mola akupe muda umrejelee. Allah anajibu kuwa anatujua, walan yuakhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Allah haisheleweshi nafsi, haitorudi uje ukauze jezi ulionunua ya Arsenal, aje wakupe pesa ukatoa sadaka, hayapo tena. Atairithi ambaye haijui kwa nini ulinunua. Hatukuzinunua kama nguo, tumezinunua kwa sababu ya mapenzi na hivyo vitu. Tutahukumiwa na Allah kwa hilo, ni kubwa ubadhirifu wa mali. Tumepoteza mali kwa hivyo. Leo majezi yamekuwa ndio nguo, sio kwamba tunayapenda, tunajinasibisha na jambo fulani, na hawezi akanunua ya kumstiri, hata inampendeza inamstiri, kwa kuwa tu ni timu ya kinyume na yeye, kinyume na ile anayoipenda hanunui. Haya ni kutuonesha ni haki kwamba tunanunua kwa yale ambayo tunayoyapenda. Tumepoteza mali katika mengi Waislamu, na Allah anatuita tutoe sadaka katika njia zake, katika kazi zake. Leo ni wagumu, pesa hazitoki, piga kelele ujuavyo, utakusanya mapato madogo katika njia ya Allah. Akisimama sheitani katika mlango, kuna mechi fulani inaitwa hivyo majina yake Clasico, watatonda na uambie 5,000, wataingia watu 100 wametoa 5,500. Hesabia pesa hiyo, ita msikitini 300,000, utapata 1,150,000, 200,000, 300,000, utapata milioni. Hatumpi tena Allah, hawa hatuna tena yaqini na Allah, hama tutegemei tena kwa Allah. Lakini tumwambia Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, laula akhartani ila ajalin qarib.
asaddaqa wa akum min as-salihin. Allah ukinipa muda kidogo tarudia nitoe sadaka, wa akum min as-salihin, na nitakuwa miongoni mwa watu wema. Wala yuakhir Allahu nafsa, haicheleweshi Waislamu. Ukiisha muda umeisha, idha jaa ajaluha, ukifika muda wake. Na Allah anajua tunayofanya leo Waislamu. Haya ndio tutakukuta kila aya ya kusafiri kwenda kwa Allah, utaenda namwambia hivyo baada ya nafsi kutoka, wala saddaka wala salla. Ndio Allah anazungumza, tayari nafsi inaondoka, labda umekunya kwa uchungu wa kutoka nafsi, labda ni machozi yanatoka, labda ni damu kinywani. Allah anakuambia umemlotelea Mola wako, wala saddaka wala salla walakin kadhaba wa tawalla. Hauna sadaka, haukutoa katika njia ya Allah, haukuwa mwepesi na ulichokitoa umetoka kujitolea. Nitoe 100 kwa sababu inanisumbua mfukoni, 1000 haisumbui chochote. Wala salla, na hata swala zako ni za kuingia Ijumaa katibu kapanda kwenye mimbar. Tunaupuuzi hata katika ibada. Watu wamekuwa na ada, hawezi akaja Ijumaa mpaka wakimu, hawezi akaja Ijumaa mpaka dakika 5, swala imeondoka. Wala saddaka wala salla. Hatuna ibada kwa tunafanya mazoea. Hakuna Ijumaa ndani ya Uislamu ya Waislamu kuja katibu kisha panda kwenye mimbar. Hakuna hayo. Tunatia aibu miaka na miaka, Waislamu wabadiliki. Hatutoi na sadaka kama tulivyosema mwanzo, inampelekea mtu kuimarisha nafsi, kuwa karibu na Allah. Kama hautoi, nafsi inaenda mbali na Allah. Ndio haya na ibada zingine zinaharibika kwa kuwa tuko mbali na Allah. Hatumpi Allah, Allah anatuweka mbali na yeye, na tukiwa mbali na yeye kila jambo tunafanya kama ada. Allah tusalimishe na dunia hii na tuelekeze katika dini yetu. inna Allaha malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima aw kama qala man salla alayya salatan sallallahu alayhi bi 10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأنس المبشرين بالجنة ونحن معهم بكرمك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره من الكفر والفسوق والعصيان برحمتك يا أرحم الراحمين. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.